Bwana, mambo vipi? Mambo vipi ndugu mtazamaji? Leo nataka tuiangazie kidogo vita ya Urusi pamoja na Ukraine. Mara baada ya kudumu kwa takriban miaka mitatu sasa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaonekana kuchoshwa kabisa na vita hiyo na ameamua kuja na plan B sasa. Mara baada ya kushindwa kwenye mstari wa mbele wa vita, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kushirikiana na mataifa ya magharibi ikiwemo Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wameamua kuja na plan B. Plan B ni ipi? Endelea kunisikiliza. Tuangalie kidogo. Hao wa magharibi wamemsupport kwa vitu vingi katika kila nyanja ya kijeshi. Mfano, Marekani walimpatia ndege za kivita, ndege hatari sana ambazo ni F-16 ambazo ziliishia kudunguliwa na kuharibiwa vibaya na majeshi ya Urusi, na mpaka sasa zimeshaisha karibu zote, maana alipewa ndege 4. Zimeisha karibu zote, zimeshaharibiwa na vikosi vya Urusi. Lakini vile vile walimpa makombora, wamempa wanajeshi wa NATO ambao wengine wakapelekwa kule eneo la Kursk nchini Urusi, ambapo hivi juzi wamezungukwa wote na kukamatwa wote, na tunasubiri sasa neno la Putin kwamba je, atafanyaje? Atawanyonga, atawaachia, atawafunga gerezani? Hatujui. Lakini vile vile mataifa ya magharibi yameweza kumpa pesa za kudhamini hiyo vita ili aweze kununua vifaa vya kivita, aweze kulipa askari. Wameweza kufanya kila kitu, lakini jitihada zao bado zimefeli. Kutokana na kufeli kwa jitihada zao katika kila nyanja, tunaona wameamua sasa kukaa na Zelensky, hawa Waingereza au British, hawa Ujerumani, hawa Ufaransa, maana hawa ndio wenye kielele katika NATO yote, haya mataifa matatu, maana ilikuwa wanaongozwa na Ukraine na Marekani, lakini sasa alivyoingia Donald Trump, Marekani ni kama imerudi nyuma, maana inajua kasheshe za Mrusi. Sasa mataifa ambayo yamebaki na vihelehele, mataifa vihelehele kwenye NATO ni yamebaki matatu sasa, ambapo kuna Uingereza, Ujerumani pamoja na Ufaransa. Wameamua kuja na plan B. Plan B ni hapa. Wanapanga sasa kumuua Vladimir Putin, na kitu ambacho wanataka sasa wamepanga kumuua nacho ni kwa kutumia silaha za kibiolojia. Na amehojiwa Volodymyr Zelensky kwenye channel moja ya taifa nchini Ukraine, amesema kwamba Vladimir Putin atakufa soon kutokana na umri umeenda sana, lakini ni propaganda tu, anafanya propaganda. Sio kweli, ni kutokana na kwamba wameshatengeneza mpango kazi wa kumuua Vladimir Putin, lakini sasa yeye ameamua kwanza kutangaza kwamba atakufa soon kwa sababu ya umri. Kwa hiyo propaganda hiyo, na walivyokaa wametathmini kwamba Putin ndo anayechochea mzozo, hataki mazungumzo, hataki kusitisha vita. Wameona sasa solution ni kumuua Putin kwa sababu kwenye battlefield tayari wameshashindwa. Kwa hiyo sasa wameamua kuja na plan B kwamba wamuue Putin, basi vita ya Urusi na Ukraine itakuwa imeishia hapo. Lakini mimi naona ni kwamba wanajitekenya wenyewe na wanacheka wenyewe. Kivipi? Ni kwamba kumuua Putin watakuwa wamechukua petroli, wameenda kuzimia moto. Kivipi? Ni kwamba viongozi wengine watakaobaki, mfano endapo wakifanikiwa, tuseme labda wamefanikiwa sasa, kama wakifanikiwa kumuua Putin, viongozi wa Urusi watakaobaki hawawezi kukubali. Kuna wazee wana mizuka ya ajabu pale kuliko Putin. Putin ni mtu mwenye busara tu nyingi, ana mabomu mengi ya nyuklia kuliko nchi yoyote duniani, lakini hataki kuyatumia. Sasa kuna wazee ambao siku zote wanamsukuma Putin kwamba maliza huu mchezo bwana, tumia nyuklia, maliza huu mchezo. Kwa hiyo ndo watakao kuwa wamebaki sasa. So can you imagine kwamba hao ndo wamebaki, mfano akina Dmitry Medvedev ambaye alishawahi kuwaonya kipindi Putin ameenda Mongolia kwa ziara zake za kikazi, na wakataka kumkamata mahakama ya kimataifa ya makosa ya uhalifu wa kivita, akataka kumkamata Putin, akawaonya akasema kwamba endapo mkimwadhibu Putin, mkimkamata na kumwadhibu Putin,
maisha yenu yatakuwa membamba na mafupi kama kipande cha karatasi. Kwa hiyo wao ndo watakao kuwa wamebaki. Kwa hiyo kusema kwamba kumuua Putin ndo mzozo wa Urusi na Ukraine watakuwa wameumaliza, wanajidanganya wenyewe. Ni kwamba watakuwa wametumia petroli kuzimia moto. Watakuwa wamezima moto kwa petroli. Na ndo utakuwa mwisho wa Ukraine. Yaani Ukraine ni kwamba itapotezwa kabisa kwenye ramani ya dunia. Ndugu mtazamaji, jaribu kutoa komenti yako hapo. Nataka kuona komenti yako. Wewe unasemaje kwamba je, kumua Putin ndio itakuwa solution sasa ya hii vita, kwamba itafika mwisho au watachochea zaidi mzozo? Asante sana, usisahau kusubscribe na kucomment.